Bwana Yesu apewe sifa. Karibu sasa katika somo letu zuri, neno la Mungu, neno la uzima. Tunajifunza somo linalosema ya kwamba uponyaji wa fikra au uponyaji wa akili au uponyaji wa mawazo au uponyaji wa moyo. Amen. Unapozungumza neno kuponywa fikra au akili au mawazo, kwa nini kuponywa? Maana yake unapozungumza kuponywa, tafasiri yake kuna magonjwa ya akili, kuna magonjwa ya mawazo, kuna magonjwa ya moyo. Amen. Chanzo chake au mzizi wake yanatoka kwenye akili. Sasa fuatilia somo hili kwa mapana, uweze kujifunza kwa habari ya uponyaji wa fikra, uweze kuiponya akili yako. Amen. Ili uweze kujitawala, usiweze kutawaliwa, kwa sababu akili, mawazo yakikutawala, unaanza wewe ni mgonjwa. Tunasoma wapi? Katika kile kitabu cha Warumi sura ya 12 na ule mstari wa 2. Biblia inasema hivi: wala msiifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Mbone wala msiifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya akili, mawazo, moyo. Kwa nini? Kwanza moja hapa ni onyo, tumeambiwa tusifatize. Kumbe usipoweza kwenye akili yako sasa ikawa imetuniwa vizuri kwa neno, maana yake utaweza kuifatisha dunia. Dunia ina elimu yake ambayo inayobadilisha mawazo ya mtu, namna inakubadilishia wewe mwelekeo, namna ya kuwaza, inakubadilishia wewe mwelekeo, namna ya kufanya maamuzi, inakubadilishia wewe mwelekeo, namna ya kufanya matendo. Ndio maana unakuta kuna watu wanalalamika, wazazi wanalalamika kwa vijana wao, kwa watoto wao, wamebadilika. Maana yake kitu gani kilichowabadilisha? Ni fikra, maana yake ni mawazo yao, akili zao, maana yake zikapewa elimu nyingine. Sasa ndio maana tunajifunza neno la Mungu nasema, wala msiifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia. Unapozungumza neno nia, unamaanisha akili. Nia maana yake ni mawazo. Sasa tumeambiwa tugeuze. Kwa nini tugeuze? Kwa nini tusibaki kama tulivyo? Unapozungumza neno sasa kuponywa katika somo letu, kuponywa hii akili, kuponywa mawazo au fikra, unapozungumza uponyaji, sawa? Uponyaji wa fikra ni mabadiliko ya kudumu ya fikra, kwa kuondoa fikra au kwa kuondoa mtazamo au imani zisizo sawa ulizojengewa kuhusu maisha, kuondoa ile akili nyingine. Kwa sababu tunapozaliwa kutoka kwa wazazi tunakuwa tuna akili. Kuna ile akili sasa ya kutoka kwa Adamu, lakini kuna akili unapokuwa umezaliwa kutoka kwa baba na mama. Yale maisha wanaoishi watoto pale nyumbani, ndivyo akili inaendelea kujengwa, mawazo yanaendelea kujengwa. Sasa ndio maana sasa hapa tunapozungumza uponyaji wa fikra ni kuondoa ile akili ile ambayo isiyo kuwa ya Mungu. Amen. Kuondoa ule ufahamu ambao uko kinyume. Ule ufahamu unakuta unafanana zaidi, ukiuchukua ufahamu, ukichukua akili ukaiweka na ya Mungu, unakuta ziko tofauti. Sasa kuondoa ile fikra ulizojengewa au maisha uliokutana nayo. Aidha umekutana na changamoto kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, yakajeruhi akili yako, yakajeruhi moyo, yakajeruhi mfumo wako wa maamuzi, au aidha umekutana na ugumu wa maisha yakakujeruhi. Sasa ndio maana tunapozungumza neno uponyaji wa hii fikra, maana yake ni kugeuza sasa kutoka kwenye yale majeraha uje kwenye hali sasa ya kawaida ya kiungu. Amen. Kwa hiyo ndio maana tunajifunza huu uponyaji wa fikra. Na imani zisizo sawasawa ulizojengewa kujihusu maisha,
na kujenga mtazamo wa fikra chanya, na kujenga mtazamo sasa wa lile neno. Ujenge fikra, ujenge mawazo mapya, ujenge akili mpya. Ni kuondoa akili ile ya zamani, kuondoa yale mawazo unayaondoa. Unaona? Sasa unajenga sasa akili mpya ya kujiamini, ya kujikubali. Unajenga sasa ufahamu mpya. Unatengeneza ule ufahamu. Unapojengeka unakufanya kuwa huru katika dunia hii. Unaifurahia dunia. Kuna watu hawafurahii dunia kwa sababu kwenye fikra wana vifungo. Unaweza ukawa na akili, lakini akili ulio nayo sio ya kwako. Maana yake unaendeshwa. Unaona, unapoijenga akili vizuri utasababisha kujiamini na kuwa na furaha. Unaona, kuyafurahia maisha ambayo Mungu aliyokuumbia, kufurahia ndoa ambayo Mungu alikupa, kufurahia hela zako, uchumi wako ambazo umezitafuta kwa bidii. Kwa sasa uhuru unapozungumza neno uhuru, mbali na vifungo mbalimbali kama vya hofu zisizo na msingi, kutokujiamini, kutokujikubali, kuandamwa na hisia za hatia na kutokujifurahia kwa ujumla, na utawala wa fikra ni hali ya kuongoza fikra zako na kuwa dereva wa mawazo yako. Utakapoweza kuitawala akili yako, kuyatawala mawazo yako, maana yake sasa ndiyo unakuwa na uwezo kujitawala au kujimiliki. Unajua, kuna mtu anaweza akakutana na ugumu fulani, hakuwahi kukutana nao, akakutana na changamoto fulani, aidha kimahusiano, aidha kibiashara, aidha kindoa au kiuchumi, akayumba. Sasa ule utawala, ufahamu wake unakuwa hawezi tena kujitawala, hawezi tena kujisimamia. Ndio maana unaweza kuona watu anakuwa na sausau, anapoteza kumbukumbu. Unaona, mtu anakuwa anapoteza sana kumbukumbu. Sasa ndio maana sasa kupitia somo hili ambao tunajifunza uponyaji, kuiponya akili yako, kuponya moyo, kuponya fikra zako. Sasa watu wengi sana wameacha hilo eneo la akili, la mawazo. Umeona, lijitawale lenyewe, lijitawale holela. Umeona, badala ya wewe uwe kiongozi wa akili yako, kwa unajikuta sasa akili yako ndio wewe inakuongoza. Hata kama ikikuongoza kwenda kuiba unafanya, kuongoza kuzini utafanya, ikikuongoza sasa ndio lazima uweze kujua kuitawala akili yako. Ndio maana tukasoma kwamba nanyi mgeuzwe akili, mgeuzwe nia. Unaona, mtu anakuwa mtumwa katika fikra. Unaweza kuwa mtumwa katika fikra. Kwa hiyo mtu unachukuliwa mateka, unaona, ya aina mbalimbali, na kadhalika unasukumwa na imani zisizo sahihi, kujihusu, na mwisho unajikuta unaishi katika maisha yasiyo furaha, unaona, na kutokujifurahia. Kwa lazima akili yako uweze kuitawala. Biblia inasema hivi kwenye Hosea kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa kitendo cha wewe kutokuwa na maarifa, unatembea sasa kwenye uangamivu, unaona, kutokufurahia maisha. Sasa lazima sasa tujifunze tunawezaje kuiponya akili, tunawezaje kuponya mioyo yetu, tunawezaje kuponya mawazo yetu. Sasa endelea kufuatilia somo hili, na utakapoweza sasa kuelewa vizuri utaona uhuru. Na katika tuna maombi pia kila siku Telegram. Kuna linki hapo, bonyeza linki, then tushiriki pamoja katika hayo maombi kwa habari ya kuponya fikra. Kuna wakati mwingine sio wewe, unaweza ukajiona kuna mambo unayafanya lakini sio wewe unayefanya. Unaona? Kwa hiyo iko hivyo. Hakikisha unashiriki ibada hii ya maombi kila siku na Mungu akubariki. Amen.